Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti kati ya uchu na hamasa. Maana unaweza ukajiuliza, mimi nikiwa natamani kufanya jambo sina hamasa, nina passion ya hicho kitu. Kwa mfano napenda mpira, nina passion ya mpira. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tofauti kubwa unaweza kugundua kuhusiana na uchu au hamasa. Tofauti kubwa iko ni kwenye kiwango cha kitu gani utafanya ili kutimiliza hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti ya uchu na hamasa ni gharama ambayo unaweza ukaingia ili kutimiliza hilo jambo. Sawa. Ili niseme kwamba nina hamasa ya kufanikiwa au nina uchu wa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hamasa maana yake kuna mambo nitayafanya kwa mujibu wa taratibu. Lakini kama ninaweza nikakanyaga kila taratibu kuanzia neno la Mungu mpaka ustaarabu wa kawaida ili tu kupata jambo langu, uwe na hakika hiyo nguvu ambayo inaniendesha hapo nyuma imeshakuwa ni nguvu ya uchu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ina madhara ambayo ndo hasa msingi wa neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Kama ili kupata mtoto naweza nikafikia viwango vya kwenda mpaka kwa waganga, labda ni ili kwa lengo la kusaidiwa kupata mtoto. Naweza nikaenda mpaka nikafanya masharti, nikafanya mpaka dhambi za namna fulani fulani ili tu nifanikiwe lengo langu la kupata mtoto. Uwe na hakika ulicho nacho sasa kimetoka kuwa hamasa ya kawaida, kimetoka kuwa hamu ya kawaida, imekuwa ni uchu. Bwana Yesu asifiwe. Ni shauku iliyopitiliza ya kufanya mambo au majambo ambapo isipodhibitiwa huweza kusababisha madhara katika maisha ya mtu, madhara katika jamii, madhara katika eneo husika ambalo huo uchu unaathiri. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka somo letu ni ishinde nguvu ya uchu uweze kuokoa maisha na hatima yako.